tuna haraka mno kiasi kwamba akiruhusu twende mwendo tunaouenda na akisikia kila sala ambayo tunaifanya, wewe na mimi tutapishana na muujiza wetu. Wakati yule mama anafanya haraka kupenya aende kwenye mazishi, Mungu alikuwa anatengeneza mazingira ya kumchelewesha yule mama ili akutane uso kwa uso na Yesu. Na tazama, Yesu alipofika katika lile lango la Naini, Biblia inaniambia alipomtazama yule mwanamke akamuonea huruma, kwa sababu katika ule uso wa yule mama palikuwa pamejaa huzuni, palikuwa pamejaa maumivu. Ni uso ambao ulikuwa unaonyesha ni mtu aliyepita katika misukosuko mingi, hata hawezi kulia tena. Na yule mwanamke anapoangalia Yesu amefika, anaona milango imefunguka, anataka apenye na apite kwa haraka, na kabla hajapenya apite kwa haraka, anakutana na uso kwa uso na Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo katika wakati huu wa sala ukutane uso kwa uso na Yesu katika maisha yako, na abadilishe kabisa hatma ya yale uliokuwa ukiyaomba ukidhani ndiyo yanayohitajika kufanyika haraka. Badala yake atende yale ambayo ni mapenzi yake katika maisha yako, maana yatakuwa ni bora zaidi kuliko lile ulilokuwa unahitaji. Basi ni walike tufungue Biblia zetu katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 7. Kitabu cha Luka sura ya 7. Tutasoma kuanzia aya ya 11 mpaka aya ile ya 15. Biblia inasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Zingatia maneno hayo, mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Unao ni mkutano mwingine tena. Fungu la 13, Bwana alipomwona alimonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Chumba cha kusubiria cha mateso. Chumba cha kusubiria cha mateso. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema uliye juu mbinguni, asante kwa kutupatia nafasi hii tena ya asubuhi ya leo kushiriki ujumbe huu unaotoka katika maandiko matakatifu. Tunaomba tutakapokuwa tukishiriki tafakari hii, utujaze tena matumaini na imani, na tumeomba tukiamini utakuwa pamoja nasi tangu mwanzo hata mwisho, kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Chumba cha kusubiria cha mateso. Wapendwa, huwa kuna wakati yanajitokeza matukio ambayo yamefungamanishwa na changamoto ambazo unapozitazama wewe mwenyewe unashawishika kutoka moyoni kwamba hakuna sababu tena ya kuomba muujiza, kwa sababu unakuta jambo limekaa vibaya, jambo limekuwa na hali mbaya kwa namna ambayo unashawishika kuomba kwamba sasa ombi pekee lililosalia ni kumuomba Mungu tu anisaidie hili nalo lipite, nilisahau. Lakini unakata tamaa kuomba muujiza fulani utendeke kwa sababu jambo linakuwa limekaa vibaya. Na kinachoongeza uzito katika hali ya namna hii ni kwamba hata unapokuwa katika hali ya kuomba kwamba
huombi muujiza utokee, unaomba tu Mungu akusaidie hiki kipindi kipite na maumivu haya yapite, usahau. Lakini hata ombi lako lenyewe la kukata tamaa unaloliomba, bado Mungu anaonekana kunyamaza kimya, asitake kufanya jambo lolote. Asubuhi ya leo tunahitaji kujikumbusha tena kwamba Mungu wetu ni Mungu, na yeye anajua sana kuliko tunavyojua. Kimsingi anajua yote na ana uwezo wote mkononi mwake, na katika hali hiyo yeye atachagua kufanya katika namna ambavyo amechagua kufanya. Atachagua kufanya katika wakati ambao yeye ameuchagua, atafanya mahali alipopachagua, na atafanya kwa mtu ambaye yeye mwenyewe amemchagua. Hekima yake na mapenzi yake hayataongozwa na kutawaliwa na hisia tulizonazo au aina ya maombi ambayo tunayaomba, kwa sababu yeye ni Mungu na ataendelea kuwa Mungu katika nyakati zote na katika hali zote. Katika nyakati za namna hiyo, wazo kuu ambalo tunatamani kuondoka nalo asubuhi ya leo tutakapokuwa tukihitimisha ibada hii ni kwamba Mungu atusaidie ili tunapopita katika nyakati za mateso na nyakati ngumu na nyakati za huzuni na nyakati za maumivu, Mungu atusaidie kupata hekima ya kujua namna ya kuomba, na kwamba tunapokuwa katika sala zetu tusisahau kuweka sentensi inayosema mapenzi yako na yatimizwe, kwa sababu si lazima sana kila wakati Mungu afanye vile ambavyo tunataka, kwa sababu wakati mwingine yeye mpango wake ambao ni mkamilifu ndio ambao utafanyika vile vile, tofauti na maombi yetu ambayo wakati mwingi hayako sawasawa na mapenzi yake. Na kwa hiyo ni vizuri tunapokuwa tukiomba turuhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe, kwa sababu mapenzi ya Mungu ni makamilifu, hayawezi kuwa na makosa ndani yake. Na sisi maombi yetu, pamoja na kwamba tunaweza tukawa tunayaomba kutoka moyoni na kwa nia ya dhati, yanaweza yakawa yamechangamana na hali ya kutokuwa na ukamilifu, na hivyo kujikuta tukiomba jambo ambalo sio sahihi katika nyakati fulani za maisha yetu. Hakuna mtu ambaye anapenda kuteseka, na tunapoongelea mateso tunaongelea vipindi ambavyo mtu anapitia, vipindi vya maumivu, vipindi vya misukosuko, vipindi ambavyo vinaleta hisia ya kujisikia vibaya kutokana na matukio yasiyofurahisha ambayo yanaendelea katika maisha yetu. Na ukweli usiopingika ambao tumeusema tena na tena katika mfululizo huu ni kwamba shetani atajitahidi kufanya yote ambayo anaweza kuyafanya kuhakikisha anatuletea maumivu na misukosuko katika maisha yetu, hasa katika maisha ya wale ambao wanaishi maisha ya uaminifu. Katika Luka sura ya 7 aya 11 mpaka aya 15 ambayo tumeisoma asubuhi hii ya leo, tumekutana na kisa cha yule mwanamke ambaye Biblia inasema tayari alikuwa ni mjane. Amepita katika maumivu ya kupoteza mume wake, na sasa anapita katika maumivu ya kupoteza mtoto wake wa kiume pekee ambaye alikuwa amesalia. Na wewe na mimi tunapaswa kuelewa kwamba kuwa mjane katika wakati huo ambapo Yesu alikuja duniani hapa katika mwili lilikuwa ni jambo la hatari sana, kwa sababu mfumo wa maisha ulikuwa ni mfumo dume ambao haukuwapatia nafasi nzuri sana akina mama, hasa akina mama ambao walikuwa wamepoteza wenzi wao wa maisha. Kuwa mjane ilihesabika ni kulaaniwa, na lingekuwa jambo la kutisha kama kungekuwa na ukweli katika jambo hilo. Ninamshukuru Mungu kwamba matatizo yanawapata wote, walio wema na wale wasio wema. Matatizo yanawapata wote, waliofanya dhambi na wale ambao hawakufanya dhambi. Majanga yanapotokea yanawapata wote, walio wacha Mungu na wasio wacha Mungu. Na kwa hiyo huyu mama ameingia katika hali ya mateso, katika hali ya
mfadhaiko, katika hali ya msongo, katika hali ya maumivu, katika hali ya kuteseka, katika sura yoyote ile ambayo unaweza kuiweka kwayo, kwa namna ya kupigwa na maombolezo ya mauti kwa namna mbili, tena kwa namna mfululizo. Kuna wakati unashangaa katika maisha haya na unaona kama vile dunia imelemea zaidi katika mabega yako, na unapoangalia kulia na kushoto unadhani kabisa kwamba hakuna mtu mwingine mwenye maumivu wala anayeelewa maumivu ni kitu gani isipokuwa wewe, kwa sababu mfululizo wa matukio yasiyofurahisha umeendelea kujitokeza katika maisha yako. Na yule mama sasa anapokuwa katika safari akielekea katika eneo la mazishi, baada ya maombolezo kuwa yamefanyika, anajitahidi kufanya vile ambavyo anaweza afike katika eneo la mazishi mapema, kwa sababu wakati huo walikuwa bado hawajawa na teknolojia ya kuhifadhi miili ikae kwa muda mrefu pasipo kuharibika. Kwa hiyo huyu mama sasa wamemaliza maombolezo na mwili unaendelea kuharibika, na katika maumivu alionayo tayari ya kufiwa na mume wake na kufiwa na mwanae, linaongezeka jambo jingine la kuona namna ambavyo mwili ule unaendelea kuharibika. Iliongeza maumivu katika hisia zake na kusababisha jambo ambalo angelitamani sana katika wakati ule liwe ni ile hali ya kuweza kufanya haraka kwenda kukamilisha mazishi ya mwanae, ili hili nalo lipite, ili hili nalo alisahau, na hatimaye afike mahali fulani apumzishe moyo wake, maana ameshalia amechoka, ameshahuzunika amechoka. Na unajua unaweza ukalia mpaka machozi yakakatika, unalia mpaka mafua hayatoki tena, unalia mpaka sauti haitoki tena. Ninaona huyu mama alikuwa katika mazingira ya namna hiyo, na wakati anapojaribu kupenya aondoke, Biblia yangu inaniambia Yesu alikuwa anatoka Kapernaum, na anapotoka Kapernaum Biblia inaniambia alikuwa anatoka huko akiwa na mkutano mkubwa. Njiani anahubiri, anatia moyo waliokata tamaa, anafariji waliochoka na safari, anatenda miujiza kwa watu ambao wanahitaji hivyo. Na kwa hiyo mwendo wake ulikuwa ni mdogo, na kwa sababu wakati Yesu alipokuwa anatembea palikuwa na makutano makubwa, watu kama akina Zakayo ambao hawakupata nafasi ya kumuona Yesu mahali hapa walikuwa na kawaida ya kutangulia mbele. Kwa hiyo bila shaka safari hii tena kuna watu ambao walitangulia mbele wasubiri Yesu atakapopita, na kwa sababu walijua anakwenda katika lango la Naini, nina uhakika kuna watu ambao walikwenda kubana pale mlangoni wakijua hakika Yesu atapita hapa na atanifanyia jambo fulani au nitaona jambo fulani. Kukukumbusha kile tulichosoma, wakati huu mkutano ambao Yesu anakuja nao unakuja kutengeneza jam. Yule mama anapotoka katika mji wa Nain, Biblia inasema alitoka mjini akiwa na watu wengi pamoja naye, na mnapokuwa wengi movement inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo mama anajaribu kupenya kwa haraka, lakini anashindwa kupenya kwa haraka kwa sababu mkutano umetengeneza msongamano na hawezi akatoka kwa haraka. Asubuhi ya leo ninatamani tujikumbushe kwamba wakati mwingine inatokea kabisa kwamba unataka njia ifunguke upite, utoke katika huzuni ulionayo. Nafikiri mtu fulani ameanza kuelewa ninachokisema. Utoke katika huzuni ulionayo ili nalo lipite. Utoke katika kipindi ulichonacho hili nalo lipite, uende katika wakati mwingine wa maisha. Na wakati mwingine nataka nikueleze, Mungu anatengeneza jam hapo njiani, anazuia, anafanya mazingira yawe magumu usiweze kupenya kwa haraka na kuipata ajira yako mapema. Usipenye kwa haraka na kumpata yule mwenzi wako wa maisha mapema. Usipenye kwa haraka na kupata kile cheo mapema. Usipenye kwa haraka na kupata ile faida katika biashara mapema. Kuna wakati Mungu anatengeneza jam kwa sababu wewe na mimi tuna haraka mno kiasi
kwamba akiruhusu twende mwendo tunaouenda na akisikia kila sala ambayo tunaifanya, wewe na mimi tutapishana na muujiza wetu. Wakati yule mama anafanya haraka kupenya aende kwenye mazishi, Mungu alikuwa anatengeneza mazingira ya kumchelewesha yule mama ili akutane uso kwa uso na Yesu. Na tazama, Yesu alipofika katika lile lango la 9, Biblia inaniambia alipomtazama yule mwanamke akamuonea huruma, kwa sababu katika ule uso wa yule mama palikuwa pamejaa huzuni, palikuwa pamejaa maumivu. Ni uso ambao ulikuwa unaonyesha ni mtu aliyepita katika misukosuko mingi, hata hawezi kulia tena. Na yule mwanamke anapoangalia Yesu amefika, anaona milango imefunguka, anataka apenye na apite kwa haraka, na kabla hajapenya apite kwa haraka, anakutana na uso kwa uso na Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo katika wakati huu wa sala ukutane uso kwa uso na Yesu katika maisha yako, na abadilishe kabisa hatma ya yale uliokuwa ukiyaomba ukidhani ndiyo yanayohitajika kufanyika haraka. Badala yake atende yale ambayo ni mapenzi yake katika maisha yako, maana yatakuwa ni bora zaidi kuliko lile ulilokuwa unahitaji. Yule mwanamke alipokutana na Yesu, na Yesu anamtazama akimuonea huruma, Yesu akaligusa jeneza, akasema, kijana na kuambia inuka. Yule kijana akawa mzima saa ile ile. Yesu ana nguvu, Yesu anafufua, Yesu anaponya, Yesu anafariji, Yesu ni suluhisho la changamoto zetu. Yesu anafanya yaliyo bora zaidi kuliko yale tuwazayo au tuombayo, kwa kadri ya nguvu yake inayofanya kazi katika mioyo yetu. Asubuhi ya leo ninaomba Mungu atupatie hekima, na ninaomba kwamba Roho Mtakatifu ambaye anatafsiri maombi yetu na kutuombea kwa lugha ambayo haiwezi kusemekana kwa maneno ya kibinadamu na kwa kuugua, ninaomba kwamba Yesu anayesimama mbele ya kiti cha rehema kwa ujasiri kwa niaba yetu akituombea, ninaomba watuombee kwa namna ambayo tutapata yale yaliyo mapenzi ya Mungu, maana mapenzi ya Mungu ni bora zaidi kuliko yale tunayoyaomba na kuyatamka kwa vinywa vyetu, na kuliko yale yaliyojaza mioyo yetu kwa namna ya hisia tulizo nazo. Mungu abariki tafakari hii asubuhi ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.